Shukrani za kipekee sana zikuendee wewe ambao umeendelea kufuatilia DSJ TV, na leo nina mgeni ambaye ametutembelea hapa DSJ TV, lakini pia ametutembelea ndani ya chuo cha DSJ. Tutazungumza naye mambo mawili matatu ambayo mwenzetu leo amekuja nayo na ametulisha hapa ndani ya chuo cha uandishi wa habari ya DSJ. Karibu sana bwana. Asante sana na furahi nimefika hapa chuo chenu cha DSJ kizuri. Sisi tumefurahi zaidi yako kwa sababu ilikuwa ni kitu cha kipekee kutarajia kupata mgeni mkubwa kama wewe, na pengine tulikuwa tuna shauku kubwa baada ya kuambiwa bwana mkubwa utatutembelea leo. Watazamaji wangu wanatamani kuwafahamu kwamba ni nani na unatoka wapi na nini ambacho kikubwa ambazo kimekuleta hapa ndani ya DSJ. Kwa majina naitwa Jamal Hashim, natokea Azam Media, kampuni ya Azam. Mimi ni mtangazaji pale na ninafanya vipindi mbalimbali, nafanya kipindi cha utabiri wa hali ya hewa, nafanya kipindi cha mizani ya wiki, naandaa makala ya shambani na vile vile ni mhariri wa habari. Kwa maana naandaa habari, nipo kwenye chumba cha habari. Kwa mara yangu ya kwanza tangu nimejiunga au tangu nimeanza kujifunza mambo ya uandishi wa habari, kupata mtangazaji, kupata mwandishi wa habari, lakini pia anafanya masuala ya hali ya hewa. Hii ni kitu kipya kidogo kwangu nimekipata. Hebu niambie imekaje na kumbe inawezekana kwa mwandishi wa habari kufanya masuala ya hali ya hewa? Sahihi kabisa. Hii ni taaluma ya utabiri wa hali ya hewa, ni somo ambalo natakiwa watu wasome, na ukishasoma, ukishakuwa na huo ujuzi na maarifa, ndio unafanya kazi sasa ya kuanza kutabiri. Sasa mimi nimepata hiyo misingi ya kupata fursa ya kwenda kusoma mamlaka ya hali ya hewa, nimejifunza kuhusiana na masuala ya utabiri wa hali ya hewa, na baadaye sasa nimerudi kwenye kampuni yetu ya Azam na wameanzisha huo kwa maana segment ya utabiri wa hali ya hewa. Mimi nimekuwa miongoni mwao. Kwa maana nyingine, taarifa za kutabiri hali ya hewa zinatoka mamlaka ya hali ya hewa, lakini anayesoma taarifa hizo za mamlaka ya hali ya hewa pale Azam ni mimi hapa na wenzangu. Hebu niambie changamoto ambazo unadhani sisi waandishi wa habari tunakutana nazo katika taarifa za hali ya hewa. Changamoto sio kubwa sana, lakini muhimu ni wewe mwandishi wa habari kufanyia kazi yale ambayo yanatakiwa ufanye. Kwa mfano sisi kwenye utabiri, ili uweze kutabiri utabiri wa leo, lazima upate taarifa zile kwa haraka, na ukishapata kwa haraka zile taarifa kutoka mamlaka hali ya hewa, unaangalia kwamba kumbe hapa pana mvua, kumbe hapa pakavu. Kwa hivyo unatengeneza habari yako. Sasa zinapochelewa kufika kutokana na labda masuala ya mtandao na nini, inakuwa ndo changamoto kidogo, lakini ni changamoto ambazo ni za kawaida na huwa zinashughulikiwa haraka sana. Kama kuna watu wanakufuatilia katika utabiri wa hali ya hewa, basi mimi ni mmoja wapo. Kuna vitu huwa navionaga unafanyaga pale, ni mbwembwe sio ni nini zile, kwamba bwana mvua inanyesha Tabata lakini Kinyerezi hainyeshi. Yale ni maagizo kutoka mamlaka ya hali ya hewa au ni wewe tu kama mwandishi? Au kisha sasa chukua taarifa ile kutoka mamlaka hali ya hewa, wewe unaangalia namna ya kuziwasilisha. Kuna sasa ubunifu, kila mtu ana namna yake ya kuwasilisha, lakini wewe unatafuta namna yako sasa ili kuhakikisha watazamaji wanakufuatilia vizuri. Sasa ni kweli panaweza pakawa pana sehemu fulani hapanyeshi mvua, sehemu fulani pananyesha mvua, lakini sasa wewe unasemaje ili watu wakuelewe? Ndio jambo la ubunifu linakuja pale. Mathalan, mimi naweza nikasema, bwana, wale wakazi wa Tabata leo wanaweza wakapata mvua, kwa hivyo wanaweza wasifanye sherehe zao nje, wakafanya ndani kwa sababu ya mvua, lakini Ilala kule mvua hawatopata. Kwa hiyo wale wako kidogo na nafuu ya kufanya sherehe zao nje. Wale wa Tabata wanaweza wakahamia huko wakafanya sherehe zao. Kwa hivyo mamlaka hali ya inaleta taarifa. Msomaji wa taarifa habari, msomaji wa taarifa hizo za mamlaka hali ya hewa ndio anatakiwa ongeze ubunifu wake ili kuwasilisha vizuri kwa jamii. Ukitoa wewe Jamal Hashim ambao unafanya taarifa ya hali ya hewa pale Azam Media, niambie mtu gani anakuumiza kichwa kila ukilala unafikiria kwamba huyu anafanya kama ninachofanya mimi, huenda siku moja akanipita, au pengine huenda siku moja natamani kuwa kama yeye? Hakutokea duniani mtu kama yeye. Ananiumiza kichwa ni mimi mwenyewe tu kwamba nifanye nini ili niwavutie watu zaidi. Hakutokea mtu. Tofauti na Azam Media, nani pengine unadhani anafanya mamlaka ya hali ya hewa na wewe unavutiwa naye katika tasnia hii ya habari? Wote navutiwa nao. Wote wanaotangaza utabiri wa hali ya hewa navutiwa nao, kwa sababu wanasema kile ambacho mamlaka hali ya hewa wanakiandaa. Lakini sasa katika kuja ubunifu, kila mtu ana ubunifu wake, ndio hapo tunapotofautiana tu. Tunarudi kwa TMA wenye mamlaka yao halisi ya hali ya hewa.
wao wanatoa ushirikiano wa kutosha kwenu nyinyi waandishi mnapoenda kuziomba taarifa, au pengine kunakuwa na mipaka fulani mnawekewa ili msiweze kuzipata taarifa hizi na zingine msipate? Tunawashukuru mamlaka ya hali ya hewa sana na Mungu awabariki. Mara nyingine kuna taarifa mpya zinakuja, wanatupa ushirikiano kwa 100%. Mamlaka ya hali ya hewa imewekeza kwa kiasi kikubwa sana katika kutafuta hizi taarifa, na wao wanataka hizi taarifa zifike kwa jamii. Sasa kama kimetokea chombo ambacho kipo pale kwa ajili ya kuwasilisha taarifa hizo kwa wananchi, kwa nini wasifanye hivyo? Na sisi tuko tayari, tunapokea taarifa zao kwa wakati mwingine inachelewa kwa ajili ya mtandao, lakini tunazipata na tunahakikisha jamii inapata taarifa za hali ya hewa kwa wakati. Nasi tutahakikisha tunaongeza juhudi jamii ipate hizo taarifa za hali ya hewa kwa wakati. Kwa uzoefu wako tangu umeanza kufanya shughuli za kutabiri mamlaka ya hali ya hewa, kitu gani kwako nadhani pengine kama ungeongezewa ungekipata ungefanya vizuri zaidi katika hiyo kazi ambayo unaifanya? Natamani niongezewe muda. Mimi napenda hii kazi. Yaani nikipata hata masaa 4 5, ama nikipata kila siku niseme, kila baada ya lisali moja niseme, hapa ni muda tu. Yaani hapa natamani muda uongezwe, niongee na Watanzania, na nafikiri hilo litakuja. Nikuulize swali langu la mwisho. Nini ambacho nawaambia wanafunzi wa DSJ kulingana na hichi ambacho wewe ume experience kwenye hali ya hewa, lakini pia kama waandishi, kuna haja sasa mtu ya kubobea huko, pengine kuna faida gani ambazo mwandishi anatamani ajifunze kubobea kwenye mambo ya hali ya hewa? Nimekutana na wanafunzi wa aina yake. Tangu mimi kutembelea maeneo mbalimbali, wanafunzi wa DSJ ni wanafunzi wa aina yake. Watulivu, wastaarabu, wasikivu, wana hamu ya kujua. Hawa ni watu wa aina yake na watafika mbali sana. Na kama hili wanalitaka swala la utabiri wa hali ya hewa, nimewaelekeza kwamba kuna kutembelea website, tovuti za mamlaka hali ya hewa, na kule kuna taarifa kuhusiana na vyuo vya kwenda kujifunza. Kama wako ambao wamependa kwenda kujifunza, fursa ipo hiyo, na kama fursa ipo na watafika mbali, na wao nimeona wana kiu ya kujifunza. Wanafunzi wa DSJ ni wanafunzi wa aina yake. Walimu wao niwape kongole, wamehakikisha wanawasimamia kimaadili, wamehakikisha wanawapa ujuzi na maarifa, wameuliza maswali mazuri, na mimi hapa naondoka natamani hata niendelee kukaa nao kila siku kuzungumza nao, kwa sababu ni watu ambao wanapenda kujifunza. Hawa watu wanapaswa kutembelewa na kila mtu ambaye ana maarifa, kuja kuwapa vijana wana kiu ya kujifunza sana. Sisi tunaombea Mungu muendelee na moyo huo, tunaombea Mungu na nyie mtakapomaliza muwajenge nidhamu hawa ambao wanaokuja, misingi hii ambayo mlikuwa nayo na wenzenu wawe nayo. Tofauti na hivyo, nawatakia kila laheri wanafunzi wa DSJ. Tulikuwa naye hapa Jamari Hashim kutoka Azam Media, na tulikuwa tukizungumza mambo mbalimbali, lakini kubwa zaidi huu bwana, yeye ni mtaalamu kwenye masuala zima ya hali ya hewa, na kama unafuatilia vipindi vya hali ya hewa basi utamuona pale Azam Media akifanya vipindi hivyo. Alikuwa TBC ndani ya miaka 10, lakini ametoka sasa yuko Azam. Kazi mzuri sana na sifa kubwa kwake sana. Lakini sio tu kwake, sifa kubwa ziwaendee viongozi na taaluma mzima ya DSJ, kwa sababu pia amezungumzia hapa kwamba chuo cha habari cha wa DSJ amejifunza vitu vingi, wanafunzi wana nidhamu ya kutosha, wasikivu, lakini alitamani kuja tena kwa sababu ameona upo mwitikio, lakini pia wanafunzi wanatamani kujifunza, lakini pia wamekuwa na shauku ya kuuliza maswali mengi, na amejifunza vitu vingi sana. Sina chochote cha kuzungumza, nitoe shukrani zangu pia pekee kwako wewe mtazamaji, lakini pia kwa uongozi mzima wa DSJ. Tunatamani siku nyingine kuwapata wakina Jamari Hashim waendelee kututembelea na watu wengine pia katika sekta na vitu mbalimbali. Tuendelee kujifunza, lakini pia tuendelee kupata vitu mbalimbali. Niseme asante sana, lakini pia nikushukuru sana ndugu yangu, na nikukaribisha tena kwa mara nyingine. Asante sana, shukuru. Shukrani sana bwana. You are watching DSJ TV, the Courage Television.